Kwa hiyo kwa kweli madawa yaliniharibu sana mpaka kiasi kwamba ilifikia nikaanza kupoteza talent nilizokuwa nazo katika masomo. Shule nilishindwa kumaliza kwa kweli, nilishia njiani, lakini wazazi pia walihangaika sana sababu walikuwa wakinipenda mwanao. Wakaona ni nini kimenikumba. Basi nikabidi niongee ukweli, lakini sasa kuongea ukweli pia baadhi ya Wasamaria wakasema huyu apelekwe soba, kuna soba house anaweza akapona, akawa mtu mzuri, akabadilika na mambo yote anayofanya tofauti, akawa ni mtu sahihi. Ndipo nilipopelekwa soba. Soba nimekaa zaidi ya mwaka na nusu miwili, gharama nyingi sana zimetoka soba kwa wale wanaojua, lakini baada ya hapo tena sikufanikiwa chochote. Nilikaa kama tu miezi mitatu minne niko clean safi, lakini baadaye tena nikarejea. Kwa sababu unapofungiwa soba sosiri unakuwa kama wanasema gari gereji. Yaani inakuwa gari gereji kama kweli bado huja hit button, yani hujagonga mwamba vizuri katika kutumia madawa, unakuwa kama umepelekwa gereji. Unaamini kabisa hii gari ikitoka ruti ya kwanza naenda Bukoba, yani hata hiyo njia ya vumbi. Kwa hiyo nilivorudi nikawa sasa ni kongi kabisa tena wa kutumia. Kichapo sasa kikazidi mara mbili yake. Nilipata majeraha makubwa sana katika utumiaji huu. Mwili wangu pia nilivunjwa bega, wekwa vyuma nini. Katika matumizi tu haya madawa kuleta ulazimu unyang'anyi ili upate chochote kitu uvute. Kwa sababu huwezi kukaa na craving. Arosto ni sumu kali kwa mraibu anayetumia heroin. Arosto ndo chanzo cha kufanya matukio yote ulimwenguni. Unapokosa ile kete ya kuvuta, hata mama yangu hapa mheshimiwa anipe simu, bana nipelekee chaji pale, atashangaa nimemletea. Kanipa Nokia anamletea Samsung ambayo haieleweki. Bana ulinipa hii, tayari mimi nimeshamfanyia utapeli, nimeuza ili nivute. Mtu yote yule kwangu mimi niliona kawaida. Kwa hiyo baadaye tena familia haikulizika, ikabidi nipelekwe magereza. Nilikaa sana, baadaye wakanipeleka vituo vya mental clinic hizi, nikakaa pia wakizani labda ni matatizo tu akili naweza ikakaa sawa, lakini mimi nilikuwa bado sijalizika toka moyoni. Hiyo ilikuwa ni kwa niaba ya wazazi. Na pia nadhani ilichangia kwa sababu wazazi hawakujenga ukaribu na mwanao na familia. Pia ili nawasihi sana wazazi wenzangu, mjaribu kuwa karibu na watoto wenu. Mzazi unapokaa mbali na mtoto wako ndo chanzo cha familia na mtoto kuharibika. Mzazi anatoka asubuhi anarudi usiku, ujue hapa katikati mtoto kaenda vipi, katoka shule hajaenda, ufuatilie mwongozo wake. Wazazi wajaribu kutengeneza upendo na familia zao. Hapo ndipo mtaweza kutengeneza familia bora. Lakini unapomtenga mtoto anaharibika na kutana na makundi mabovu. Basi baada ya kukaa sana magereza na wapi, hiyo pia nayo wakazani labda naweza nikapona matumizi ya dawa. Lakini pia huko nako unakutana na walimu zaidi. Ina maana tena hakuna kurekebishika. Huko tena unakutana unaanza kufundishwa tena mambo mengine. Unatoka tena bado tena unatumia, kwa sababu pia magerezani kuna vitu haramu vinaingia, nini, mambo ni mengi. Waliokaa huko wanajua. Uponi tena unatoka na kwa mwalimu. Kwa tena hii hali ikanisumbua tena zaidi ya miaka 10 nadhani. 15 inafika. Nikiwa nahangaika na hili janga. Mimi mwenyewe binafsi nadhani sasa nikawa nimechoka. Yaani ile nia yangu binafsi mwenyewe. Sikusukumwa na familia, sikusukumwa na jirani, wala sikusukumwa na mtu yoyote yule. Nikaona sasa napoendea mimi jamani, haya madawa nitakufa. Nipate msaada wapi? Ghafla nikasikia taarifa za tiba ya hapo Methadone Ditege hapo kliniki kwamba kuna matibabu yameanza 2019 nadhani mwezi wa pili sio wa kwanza. Mimi mwenyewe binafsi kwa mguu wangu sikusukumwa na mtu, nilitafuta asasi za serikali ambazo ndo wanatoa elimu kwanza.
ndipo wanakupeleka kliniki. Mimi mwenyewe kwa mguu wangu nilienda na nikaomba, jamani, mimi nimechoka, mimi ni mraibu wa heroin, nishataabika sana miaka mingi, kama mnavyoniona afya yenyewe imechakaa, nimebaki na kilo 43, yaani mfuko wa simenti yenyewe umenizidi. Sasa inapoendelea mimi nitafariki. Ndipo waliponionea huruma, wakanipa elimu ya awali, utambulizi na nini, kisha wakanipeleka kliniki Mati. Nashukuru nikaanza matibabu vizuri, mpaka sasa hivi napata matibabu mwaka kama wa 3 wa 4 takribani. Afya imerudi vizuri, situmii kilevi chochote zaidi ya chakula na soft drink. Namshukuru Mungu, na kwa nia binafsi afya kama mnavyoiona, kibonge si kibonge, mzito si mzito. Heroin sio mpango katika maisha ya kijana. Kataa dawa za kulevya, atimiza malengo. Ni hayo ndugu zangu wapendwa.